محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العلي العظيم. اللهم kwanza kabisa nitangulize salamu zangu za pongezi kwa Mtume Muhammad, Bibi Fatima na maimamu wengine, na nimpongeze na imamu wetu wa zama, kisha niwapongeze ndugu zangu Waislamu, dada zangu, kaka zangu, wadogo zangu, walimu wangu kwa mazazi haya matukufu na furaha hii kubwa ambayo imetukumba kutokana na mazazi ya mwokozi wa ulimwengu Imam Al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Allahumma salli ala. Kwa ajili ya hadia ya imamu wetu wa zama, kwa ajili ya roho ya Bibi Fatima Zahra alayhi salam, ningeomba tusome kwa sauti ya juu mara 3 salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aya ya Qur'ani niliyoisoma, wadharaba Allahu mathalan qaryatan, Mwenyezi Mungu amepiga mfano wa kijiji, kanat aminatan, kilikuwa kina amani na usalama, mutmainnatan, kimetulia, hakuna purukushani, yatiha rizquha raghadan, kila wakati kinapata riziki yake, mashamba yao yana rutuba, mvua zinanyesha, kila kitu anapata chakula, si shida. Min kulli makani, kwa kila sehemu. Lakini fakafarat bi an'amillah, wakakufuru neema za Mwenyezi Mungu, hawakushukuru hizi neema za Mwenyezi Mungu. Badala yake Mwenyezi Mungu afanya nini? Akaondoa neema. Faadhaqaha Allahu libasa aljui wal khawf, Mwenyezi Mungu akawaonjesha nguo au mavazi ya njaa na hofu, amani ikaondoka, vyakula vikapotea, mvua zikakauka, mito kawa haitoi maji, mawingu hayanyeshi tena mvua, bimakanu yasnaun, kwa yale ambayo walikuwa wakiyafanya. Aya hii inazungumzia kitu rahisi, desturi ya maisha ambayo tumeiona, na Mwenyezi Mungu anazidi kupiga mifano katika Qur'ani yake kwamba zipo jamii ambazo zilikuwa zina neema lakini hawakushukuru neema, badala ya kukufuru neema, na Mwenyezi Mungu akaondoa zile neema. Ni kawaida Mwenyezi Mungu anapokuwa ameleta neema kisha tusishukuru ile neema, basi Mwenyezi Mungu anaiondoa na badala yake hutupatia kinyume cha ile neema ili tuonje adhabu ya kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ni muhimu kwamba watu wawe makini katika hili. Aya hii nilitaka kuiunganisha na neema yetu ambayo tunayo sisi kama Mashia na sisi kama umma wa Kiislamu. Pamoja na kwamba neema hizi hazikushukuriwa kabla ya hapo na baada sasa hivi neema hizi zinakufuriwa, nimetaka kuiunganisha na haraka ya imamu wetu wa zama, tujue sisi majukumu yetu ni yapi, tutashukuru vipi neema hii ya imamu wetu wa zama, na lau hatutoshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza akatufanya nini. Lakini kabla ya kuja katika hilo, ni lazima nijaribu kuleta utangulizi, kisha baadaye nije nitoke na natija. Sisi kama Mashia Ithna Asharia, tofauti yetu na wasiokuwa sisi ni itikadi yetu moja tu ya maimamu 12.
ambayo katika misingi ya dini mitano ni msingi wa 4. Baada ya tauhid tuna adl, kisha baada ya adl tuna nubuwa, utume, baada ya nubuwa tuna imama, kisha tuna maadili. Hii adl na imama tunaziita usulul madhhab, yani hii ni misingi ya madhehebu hii ya Shia Ithna Asharia. Wengine hawaziamini hizi. Usuluddin ni 3. Usuluddin ni tauhid, ni nubuwa na maadili. Kila mtu katika hii dunia ambaye ni Muislamu anaamini misingi hii mitatu. Tofauti na kuja katika uadilifu wa Mwenyezi Mungu, vipi watu wanavyoeleza na wanaaminika, lakini Mashia wana njia yao kupitia kwa maimamu, na hii imama ni akida ambazo hizi zinatutenganisha na kutofautisha sisi na watu wengine. Sisi ni Mashia kwa sababu ya akida ya uimamu. Lau si akida ya uimamu, sisi hatuna tofauti na watu wengine. Kwa ni lazima sisi tuielewe vizuri akida yetu hii, na popote tunapokuwa maimamu wanataka tuwe tumejulikana, tuwe tunasimama kando na wengine, yani akiangaliwa mtu anajulikana kwamba huyu ni Shia kwa sababu ya akida yake hii ya uimamu. Kila mara maimamu wanaye na yeye kila mara na maimamu, yani katika maisha yake ya kila siku haachi kuwa na imamu. Lakini uimamu ni nini? Tunaposema imamu ni nani? Wengine husema khilafa, na sisi katika kalima baada ya aliyun waliyullah tunasema wa khalifatuhu bila fasl, na ni khalifa wake pasi na kupita muda, ni bila kupita muda, bila fasl. Hii ni imani yetu. Kwa hiyo ukhalifa na uimamu ni kitu kimoja, lakini ukhalifa wetu tunaoeleza sisi ni tofauti na ukhalifa unaoelezwa na ndugu zetu, kwa mfano ahli sunna wal jamaa, ni tofauti. Sisi ukhalifa wetu ni lazima achaguliwe na mtume, na mtume naye masharti hayo ameyapata kwa Mwenyezi Mungu. Kwa ndugu zetu la, si lazima wamechaguliwa na Mwenyezi Mungu. Waislamu wanaweza wakakaa wakamchagua, ama akaingia vitani akapigana, akishinda yeye ndiye khalifa, anakuwa amefaulu, au hata akitumia mbinu nyingine za kudanganya, bora yeye ameshinda basi anakuwa ni khalifa. Lakini sisi ukhalifa wetu ni tofauti. Kwa hiyo uimamu, tunapozungumza kuhusu uimamu sisi tunasema ni uongozi baada ya mtume. Maanake mtume ni kiongozi, kazi zake zinajulikana, baada yake uongozi huu unatakana kuendelea, ndio imani yetu, na uongozi huu una masharti yake. Kwa hiyo ukhalifa na uimamu ni uongozi baada ya mtume, hivyo imamu anashikilia ofisi ya mtume na kuendeleza kazi za mtume. Akiwa anaendeleza kazi za mtume, inamaanisha kwamba anatakana kuwa na sifa zile alizokuwa nazo mtume katika kuifanya hii kazi ya mtume, awe ana ufahamu wa kutosha wa hii kazi ya mtume ili aweze kuiendeleza. Kwa hiyo sisi kwetu tunasema imamu ni mtu mwanadamu, lakini ni maasum. Tofauti yetu na wengine kwamba sisi imamu lazima awe ni maasum kama mtume alivyokuwa maasum, ambaye huyu maasum anamiliki elimu ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ana umiliki wa moja kwa moja wa elimu ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Huyu mtu huyu akawa amechaguliwa na mtume, na mtume akamwarifisha na kumfahamisha kwa watu kwamba baada yangu mimi atakuwa huyu ndiye kiongozi kwenu, ili yeye aje afanye kazi alizokuwa akifanya kazi mtume. Baada ya kufariki kwa mtume, aje achukue majukumu yote ya mtume isipokuwa kazi moja tu, na ni kupokea wahi. Kwa hiyo tofauti baina ya imamu na mtume ni kwamba mtume anapokea wahi na imamu hapokei nini? Hapokei wahi peke yake, lakini vingine vyote sifa za mtume ndizo zile zile sifa za imamu. Vile alivyofunzwa mtume na Mwenyezi Mungu, yeye naye humpatia nafasi na kumfungulia milango imamu, akafundishwa na Mwenyezi Mungu. Na ndio maana Mtume Muhammad akawa na ujasiri, Muhammadin wa ali Muhammad salawat, mtume akawa na ujasiri na uhakika wa maneno yake, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema wama yantiqu anil hawa
in huwa illa wahyun yuha. Mtume hazungumzi kutokana na matamanio ya nafsi yake, si kama mimi na wewe tunasema chochote. Yeye kila anachokisema katika hali yake ya kutekeleza wajibu wake ni lazima apate amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na siku ile aliposimama akasema, ana madinatul ilmi, mimi ni jiji la elimu, wa aliyun babuha, na Ali ni nani? Ni mlango wake. Ibara za Mtume ni ibara haswa zinazokwenda mahali pake. Hazungumzi ovyo ovyo kama mimi na wewe, kila anachokizungumza kina maana. Akafananisha yeye mwenyewe, akajifananisha na jiji la elimu. Miji ya Uarabuni ilikuwa na desturi kwamba imezungukwa na ukuta, mlango au lango ni moja tu la kuingilia pale, hakuna sehemu nyingine ya kuingilia pale mjini kwa sababu ya usalama. Ukitaka kuingia mjini, miji ya kule Asia ilikuwa ina lango moja, mpaka miji ya Europa pia ilikuwa imechukua ufundi huo wa kujenga. Ulikuwa unaingia kwenye lango moja, hakuna njia nyingine tofauti. Mtume anasema sasa, mkitaka kunijua mimi ndio ule mji wa elimu. Lango lake moja tu ni nani? Ni Ali bin Abi Talib. Anayetaka kuingia kwenye mji, yani kuingia kwenye elimu, kuipata elimu, ni lazima apitie wapi? Lazima apitie kwenye mlango. Na nani? Ni Ali ibn Abi Talib. Yani Mtume anatuambia nini? Kwamba jueni, hakuna elimu mtakaokuwa mnayo mkajisifu kwamba mna elimu, maadamu haijatoka kwa Ali ibn Abi Talib, hiyo haijatoka kwangu, kwa sababu ili kunifikia mimi ni lazima mpitie wapi? Kwa Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye amechaguliwa na amefunzwa na Mtume, na Ali mwenyewe anasema amenifundisha Mtume milango 1000 ya elimu, kila mlango nikiufungua hunifungulia milango mingine 1000. Huyu ni mtu ana elimu nyingi sana, elimu yake haina mwisho, kila mlango akiufungua unafungua milango mingine 1000, na amefunzwa milango 1000 na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo imamu ni mtu maasum ambaye ana elimu ile aliyokuwa nayo Mtume, na ni elimu ya Mwenyezi Mungu. Kisha Mtume humtambulisha kwa watu, amemchagua kwa amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu, akamtambulisha kwa watu ili aje aendelee kuifanya kazi ya Mtume, isipokuwa kazi moja ya kupokea wahi, kwa sababu kazi ya wahi ni kazi ya Mtume peke yake. Lakini huyu amefundishwa vya kutosha na anaweza akafanya mambo yote. Maimamu wetu wako hivi, na kila alipokuwa akiondoka imamu amewafundisha watoto wake na wale watu wanaokuja kabla yake, na akawaarifisha watu kwamba baada yangu mimi ni huyu ndiye atakuwa kiongozi. Kwa hiyo mambo ya kuarifishwa ni haya. Kwa hiyo sisi tunapokuja kumweleza imamu tumeweka huu msingi. Hatukubali mtu ambaye aseme ni imamu isipokuwa ana sifa hizi. Tunakuja tunaangalia, kwa mfano nikisema kwamba kwa mfano Khalifa ni Abubakar, sisi Mashia kwa nini tunamkataa Abubakar? Kwa sababu sisi tuna formula nasema nini? Imamu ni mtu maasum ambaye ana elimu ya Mwenyezi Mungu na amechaguliwa na Mtume, akatambulishwa kwa watu ili aendeleze kazi ya Mtume isipokuwa kupokea wahi. Tunakuja, je, Abubakar ni maasum? Hapana, si maasum. Je, ana elimu ya moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu? La, hana. Akiwa hana, anatoka katika nini? Tunamleta wa pili, tunamuingiza katika formula hii, anatoka. Huu msingi tukishaujua kama Mashia, hakuna mtu atakayeweza kusimama akaitikisa akida yetu, kwa sababu sisi imamu ana sifa maalum, si yeyote anayekuwa imamu. Waila tukifungua mlango tunakuwa kama wao, wanaingia watu kama kina Yazid, wanakuja wanaitwa makhalifa, watu wasiofaa kabisa hata kuitwa Waislamu kwanza. Kwa hiyo sisi maimamu wana sifa hizi, na hii ni imani yetu kama Mashia. Sasa swali la msingi linakuja, kwa nini muwe mna lazima ya akida ya uimamu? Dharura ya imamu ni nini? Kwa nini lazima kuwepo na imamu wakati Mwenyezi Mungu amesema al-yawma akmaltu lakum dinakum, nimekamilishia dini yenu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimekamilisha Uislamu umekuwa ndio dini yenu. Kwa nini bado tunahitaji mtu atakuja kuongoza? Tunasema ni kweli dini imekamilika, lakini mwanadamu ni mtu wa kujisahau na ni mtu ambaye ana tabia ya ubinafsi. Nafasi ndogo akipewa, kwa sababu ya ubinafsi, anataka kila kitu kiwe chake. Kwa hiyo atakuwa tayari mpaka kudhulumu watu wengine. Kunahitajika kuwe kuna mtu wa kukumbusha kila mara, kwa sababu mwanadamu ni insan bikithrati nisyan, kwa sababu yeye ni mwingi wa kusahau.
na ndiyo maana Mwenyezi Mungu ametuma mitume 124,000 Muhammadin wa ali Muhammad salawat. Laki na 24,000 si watu wachache, na wamekuja wote wanasema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Wao Muhammadun Rasulullah yao, kwa sababu mtume alikuwa si Muhammad, walikuwa wakisema yule mtume wa kwao. Kwa mfano la ilaha illa Allah Ibrahim Rasulullah, la ilaha illa Allah Nuh Rasulullah. Shahada zao zilikuwa ni mbili, lakini kwa mtume wa zama zao, sisi wetu ni Muhammad. Kwa hiyo mitume wote hawa 124,000 wamekuja kutangaza kitu kimoja, kwamba mwanadamu una safari ya kurudi kwa Mwenyezi Mungu, na haya na haya na haya ndio utakana kuyafanya ili ufike salama, na ujiepushe na haya ili ufike salama. La sivyo Mwenyezi Mungu angetuma Adam akatucheka, lakini amewaleta 124,000, kumaanisha kwamba unahitajika kuendelea ukumbusho. Na sinaposema kwamba khalifatu bila fasl, kwamba hakupiti hata sekunde. Ndugu zetu baada ya kufa kwa mtume wamekaa siku 3 ndipo wakachagua khalifa, yakapita masaa mangapi ndipo akachaguliwa khalifa. Sisi baada ya mtume kuondoka tu, Ali alikuwa ni imamu, na wengine kutokumkubali imamu ni sawasawa na wale watu walikuwa kija kutangaziwa Uislamu wakasema kwamba hatumwamini Mwenyezi Mungu, hakubatilishi uwepo wa Mwenyezi Mungu. Wakisema kwamba hatukuamini Muhammad, hakubatilisha utume wa Muhammad, bali Muhammad abakia kuwa kama mtume na wao wabakia kuwa makafiri. Kwa hiyo imamu yupo, umwamini usimwamini, haibatilishi imamu wake. Una bahati ukimwamini, kwa sababu mbele ya Mwenyezi Mungu kiulizwa utakuwa na dalili, lakini kama humwamini kwa Mwenyezi Mungu hutakuwa na dalili. Kwa hiyo ni neema kubwa sana ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu sisi kama Mashia, na maimamu wako kila mara. Hakuja kuwa na zama ambayo Mwenyezi Mungu ameiacha bila kuwa na hoja katika ardhi. Kwa nini? Kwa sababu lazima awepo mtu ambaye anaweka mahusiano baina ya Mwenyezi Mungu. Yaani mtume anakuja na kaa katika sehemu gani? Mtume anakuwa katika ukingo, fence. Lugha ya Mwenyezi Mungu sasa tuielewe, yeye anairahisisha, anaiandika kwa Kiswahili rahisi ili sisi watu wa Mtongo tuielewe. Yaani Mwenyezi Mungu akisema hivi anamaanisha hivi. Mwenyezi Mungu akisema fa ummuhu hawiya, mama yake ni hawa, si kwamba amezaliwa na hawiya, bali anamaanisha kwamba makazi yake atakaporudi ni hawiya, ni moto wa jahannam. Kwa hiyo lugha Mwenyezi Mungu anairahisisha. Anakuja huku kwetu sisi tu lugha mbaya chafu ya matusi. Hatujali mtu ambaye ana heshima. Tunamuuliza Mwenyezi Mungu maswali ambayo hauliziki. Ambia Musa tuletee Mola wako hapa tusomee hapa mbele tumuone. Hizi lugha ni chafu, hizi lugha. Musa kazi yake ni kuzitia mafuta hizi lugha, kuzipamba, kuzipiga pasi, kisha aende kwa Mwenyezi Mungu akatoe malalamishi yetu, matakwa yetu kwa lugha nzuri ambayo inaeleweka na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye anakuwa ni mtume yuko hapa. Kwa hiyo bila huyu sisi tuangamia, kwa sababu hatujui kuzungumza na Mwenyezi Mungu wala hatumuelewi Mwenyezi Mungu. Hakuna mawasiliano baina yetu na Mwenyezi Mungu. Atakapoondoka mtume anabidi awepo mtu ambaye ana sifa za mtume ambaye anaendeleza hii kazi. Kwa hiyo maimamu kazi yao ni hii, baada ya mtume kuondoka wamevaa viatu vya mtume, wakasimama katika fence, wanachukua shida zetu wanazipeleka kwa Mwenyezi Mungu, wanayachukua ya Mwenyezi Mungu wanakuja kutuelekeza kwamba Mwenyezi Mungu anataka hili na hili na hili na hili. Hii ni neema kubwa sana. Watu watauliza swali, kama nyinyi Mashia mnasema kwamba khalifatu bila fasl, kwamba Mwenyezi Mungu hakuna muda unaopita isipokuwa pana hoja wa Mwenyezi Mungu katika zama. Sasa tuambieni, baina ya Nabii Isa alipoondoka hapa duniani na Mtume Muhammad kuna miaka mingapi? Si zaidi ya miaka 500? Vipi mnajibu vipi? Namwambia rudia akida yako rafiki yangu. Mitume walio hai ni wangapi? Hakuna siku dunia imebakia bila mtume. Hakuna siku dunia imebakia bila hoja wa Mwenyezi Mungu. Mitume walio hai wapo ni 4, wapo hai mpaka leo. Hawa ndiyo mawasiliano ya Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu ana plan B na plan C na plan D na plan E. Si kama mimi na wewe ambao hatujui kesho kutafanyika nini. Mwenyezi Mungu amejipanga, anajua kuna wakati ataondoka ghafla huyu, natakana niwe na mtu ambaye atanisaidia mimi kuzungumza na watu wangu. Kwa hiyo ndio maana kuna mitume wamebakia kuwa hai. Na ndio maana kuna imamu mpaka leo amebakia kuwa hai. Swali ambalo watu wanauliza, sasa kwa nini imamu hatumuoni, yuko wapi?
Wengine wakiulizwa swali hili hujibu kwa haraka haraka wakasema imamu amejificha. Imamu amefanya nini? Amejificha. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si sawa kusema imamu amejificha, bali mimi nafikiria ni sawa tuseme kwamba sisi tumejificha kutoka kwa imamu au sisi tumemficha imamu, kwa sababu imamu yupo na historia imeonyesha kwamba yeye ana mawasiliano ya kila siku ya kila muda na watu wake na umma wake na mashia wake, kila wakati ana mawasiliano nao. Kwa hiyo imamu hajajificha, kwa sababu kujificha ni uoga, lakini imamu amefichwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na macho yetu sisi madhaifu, lakini yupo baina yetu, anaishi maisha ya kawaida kama mwanadamu, anaonana na watu, wapo wengine wanaonana naye, lakini kunao wale ambao wamejificha. Kwa mfano, kwa nini sisi hatuwezi tukamwona imamu? Shida yetu ni sawasawa na mtu ambaye amekumbwa na maradhi ambayo ameua hisia zake, kwa mfano za ladha. Ulimi wake hauna ladha yote, hautambui ladha, au pua yake haitambui harufu yote. Anakwenda anateka pilau, analeta mpaka puani, anauliza hii ni pilau kweli? Kwa nini haina harufu ya pilau hii? Lakini mtu mwingine anasikia, wewe usikie harufu kweli wewe? Shida ni yeye ambaye hahisi hiyo harufu, hisia zake zimefanya nini? Zimekufa, hazisikii harufu ya pilau. Lakini pilau bado ni pilau. Shida si pilau, shida ni huyo anayetakana kuhisi ladha na harufu ya pilau ama ladha ya pilau. Anatafuna pilipili. Mimi nilikutana na bwana fulani aliyekuwa anakula mogoka kwa pilipili. Nikamuuliza, wewe ni mzima? Pilipili? Akaniambia saa chana na mimi, kuna mwingine anatumia dawa ya mbu. Haya ni maradhi. Ama anasema hata stimu ni maradhi haya. Kwa hiyo yeye ana shida. Kuna mtu mwingine nimemuona, mimi nikimeza Piriton moja inakuwa hoi mpaka kesho jioni, siwezi kuinuka. Yeye anapiga 8 na hazimfanyi kitu. Ana shida huyu, ana maradhi. Kwa hiyo sisi na imamu, baina yetu sisi na imamu walio na maradhi ni sisi. Kutokuwa na subra kwetu, haraka yetu ya kufanya mambo, madhambi yetu yanakuwa ni kizuizi sisi kumwona imamu. Waila watu wanapiga mfano kwamba baina ya hapo ukitembea hapa mpaka feri, ni wangapi unawapita na huwajui? Je, utasema kwamba hawa watu hawapo? La, wewe huwajui tu. Lakini kunao watu ambao wanakutana na imamu wetu wa zama. Lakini kwa nini Mwenyezi Mungu amemweka mbali na watu? Kwa sababu mitume wote hawamekuja mmoja, na maimamu mmoja baada ya mwingine, pia watawala wa dhulma wamekuja wakawaua. Imefikia mahali sasa Mwenyezi Mungu akaona kwamba hawa wanatafuta maneno, wanatafuta sababu ya kusema kwamba hawakuwa na hoja. Kwa hiyo huyu hoja namuondoa baina yao, abakie hapa asubirie ile siku yangu ya mwisho ambayo namtaka arudi aje auweke ulimwengu sawa, kisha tusubiri kiyama, halafu ni wahukumu watu wangu, waendao peponi waende peponi, waendao motoni waende motoni. Kwa hiyo amewekwa yeye kama akiba, na ni tamaa kwa tusimanake, angeacha sasa hivi angekuwa ashauliwa. Mambo ya ulimwengu tunayaona yanapotendeka sasa hivi, angekuwa yupo imamu angekuwa tayari washamaliza, kisha wakabakia wanajitawala wao wenyewe na dhulma zingesambaa zaidi. Lakini sasa hivi imamu bado yupo. Kwa hii ni neema ya Mwenyezi Mungu. Sisi kama mashia tuna neema moja kubwa sana. Tusipoishukuru neema hii, tutakuwa kama hawa watu wa kile kijiji katika aya ya Qur'ani waliokuwa wanapata neema, wanapata vyakula, wanapata kila aina ya ruzuku, lakini wakakufuru, hawakuitambua ile neema. Kwa sisi tunatakana kuitambua hii neema yetu ya maimamu. Kwa kufanya nini? Kwa kuweka kuwa hai katika nyumba zetu. Majina ya maimamu yao yanatajwa katika nyumba zetu kwa strategia rahisi sana, kwamba kila mmoja wetu leo, nashangaa vijana wa Kishia, hasa hawa wa kizazi kipya na wengine wa kutoka pale nyuma kina sisi millennials, wakitaka kutoa jina la mtoto wanaingia kwenye internet, wanaenda angalia best male child names, wanaenda wanaangalia kwenye mitandao. Habibi,
una maimamu 12. Hawa maimamu wana lakabu zao, hujazimaliza bado. Unaweza ukafanya tarkibi ya maimamu 2 bado hujamaliza. Kwa nini wewe ukajitafutia majina ambayo yana nini? Strategia rahisi ni kuyataja majina ya maimamu katika familia zetu. Vijana wanaoana sasa hivi wahakikishe kwamba katika nyumba zao hawatafuti majina ya ajabu, yaani majina ya hawa viongozi wetu wa dini. Yaani sisi tukionekana, akisikika Hassan Roki mtoto wake anaitwa nani? Mtoto wake anaitwa Sufyan, najua au Shia moja kwa moja. Lazima sisi akili yetu ijulikane hata katika maisha ya kawaida. Kwa hiyo majina ya watoto wetu, sisi tayari wazazi wetu wametuita majina tayari tumeitwa majina, hatuna control, lakini tunakuja sisi kuwa na watoto. Watoto wetu watakuwa na majina gani? Nyumba ya Shia haina jina la Fatima, nyumba ya Shia haina jina la Ali, inakuwa ni si sawa kwa maimamu, inawaudhi maimamu, inawavunja moyo maimamu. Kwa hiyo uhusiano wetu na imamu wazama katika jamii za ndugu zetu, kwa mfano Iran na Wahindi, wana taratibu kwamba siku ya 15 watu humwandikia barua imamu wetu wazama, wakazungumza yao ya moyoni na imamu wa kipenzi chao, wakamwambia vile wanavyomtamani na wanavyotarajia kuja kwake, kwa sababu shida zimewazidia. Huwa wanaandikia barua imamu wa wazama. Utamaduni huo inshallah tunataka ufike katika jamii zetu, tuwe na uhusiano na hawa maimamu, kwamba kila siku mtu anakaa vile ambavyo vijana sasa hivi wananunua bundles za SMS ama bundles za WhatsApp kwa sababu wanataka kuingia katika mtandao. Wafanye hivyo na imamu wazaa kila wakati, imamu wazama, kwamba jioni anakaa anazungumza maneno yake ya ndani ya moyoni na imamu wazama. Imamu wangu wazama, leo sasa hivi nataka kutoka, nataka kwenda shule, masomo yangu mimi sielewi vizuri, masomo yangu yananitatiza, naomba nifungulie mlango katika masomo haya. Hawa maimamu wamepewa mamlaka ya kutatua kila aina ya tatizo letu, na sisi tunatakana kwenda kwao tukadeke kama watoto wadogo, vile ambavyo wewe ukiumwa na kichwa unamkimbilia mama yako kumwambia naumwa na kichwa. Imam Jaafar alayhi salam alipokuwa akiumwa na kichwa alikuwa akitoka nje akisema ya ummi ya Fatima aghithini, anatoka nje anamwambia ewe mama yangu, ewe Fatima nisaidie. Huyu ni mtoto anaenda anadeka kwa mamake, na sisi tunataka kwenda kudeka kwa baba yetu, twende kudeka kwa imam wetu wazama, kwa mama yetu Fatima. Ukiwa na shida yote ndogo, kimbia kwake, nenda kadeke, kwa sababu unatengeneza uhusiano. Anafurahi kama mama Fatima kwamba mwanangu amenijia, anafurahi imamu wetu wazama kwamba huyu amenijia Shia wao, anafurahi Imam Jaafar Sadiq, Imam Ali kwamba huyu amekuja angalau kuniambia shida zake, anatambua kwamba ni. Na ukipiga hatua moja kuelekea kwake, yeye anapiga 10 kuja kwako. Kwa lazima tuendeleze uhusiano. Nimalizie mazungumzo yangu na kisa cha mtu aliyetamani kwa miaka 20 kukutana na imamu wazama. Watu wanakutana na imamu wazama, lakini watu hawa ukielezewa tabia zao na sifa zao zitakushangaza. Mimi na wewe tuko mbingu na ardhi, tofauti na hawa watu hawa. Tofauti yetu na hawa watu hawa ni mbingu na ardhi. Tunataka kujifunza. Huyu bwana anaitwa Abul Hasan Ali ibn Mahziyar al-Ahwazi. Kuna ile kasida ya Salam far ya Mahdi, lakini asili yake ni Kifarsi, Salam far Monde. Kuna maana anasema Ali ibn Mahziyar Besham, yani niwe Ali ibn Mahziyar wako wewe. Sasa huyu Ali ibn Mahziyar ndiye ambaye kisa chake nataka nikitaje hapa. Huyu bwana alikuwa akiishi Ahwaz. Ahwaz ni mji wa juu kabisa kule Iraq ambao unapakana na Basra ya Iraq. Kwa mkono wa kuume ni Basra Iraq. Kutoka pale mpaka Maka, huyu bwana amesafiri mara 20, miaka 20 ameenda kuhiji, na wakati wake watu walikuwa kusafiri kwa punda. Yaani ni safari ya miezi 4-5 ndio nafika huko. Safari ya miezi 4-5. Lakini kila mwaka kwa miezi 4 anaenda, miezi 4 anarudi. Miaka 20 ameenda. Riwaya zinasema Imam Zaman wakati wa haji anahudhuria marasim za haji. Arafa yupo, katika tawafu yupo, siku ya Dhulhijja yupo. Kwa hiyo akatoka kwao kwa nia ya kwenda kuonana na Imam Zaman. Kila mwaka naenda haji na nia
azma ya kukutana na imamu wa zama. Mara 20 hakuweza kukutana na imamu wa zama. Kwa miaka 20 hakuweza kukutana na imamu wake wa zama. Mwaka wa 21 akawa amekata tamaa, amesema mimi siendi tena haji. Katika ndoto akaona kama imamu wa zama anataka aende katika haji, akajiandaa akafunga safari kwenda haji. Lakini mpaka siku ya mwisho amechinja, amekaa siku kama 3, ananuia kurudi Madina sasa kuja kumwaga Mtume. Amesema mimi tena nilitaka kumuona imamu wangu wa zama na sikuonana naye, sitorudi tena haji, basi nimekuwa mzee, naenda nakaa na kupumzika. Ali ibn Mahziyar al-Ahwazi amekaa pale analia, akikata tamaa. Sasa anaondoka kwenda kumwaga Mtume, akalie na maimamu wabakia rudi kwao. Kidogo pana mtu anamgusa begani, anamwambia wewe ndio Ali ibn Mahziyar? Akasema ni mimi. Akasema imamu wa zama amesema nikupeleke kwake. Muhammadin wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa huulizi swali miaka 20, mwaka wa 21, kitu tunachokuwa nakisubiria. Akainuka, anasema alipofika yule bwana akasema kando, akamwambia naona hema lile, ingia pale ndani, mama anakusubiria. Anasema alipoingia pale akamwona imamu. Katika riwaya anaanza kumueleza macho yake yalikuwaje, rangi yake yalikuwaje, urefu wake kwa vipi, nywele zake, nyusi zake, akamueleza imamu vizuri katika riwaya. Kisha anasema nilipomsalimia imamu akajibu, kisha akamuuliza maneno haya, ya Abul Hasan. Imamu akamwambia, ewe Abul Hasan, yani ewe Ali ibn Mahziyar al-Ahwazi, qad kunna natawaqqa'uka laylan wa nahara, hapa sisi tulikuwa tunakutarajia usiku na mchana, kila siku tunakutarajia, wakati wote tunajua utakuja. Fama abtaka anna, umechelewesha na nini kutufikia? Kwa nini umechelewa? Ali ibn Mahziyar sasa miaka 20 nimekuja mimi hapa na kutafuta, sijapata mtu wa kuja. Anasema sijampata wa kunileta kwako. Imam akaangusha kichwa chini kama kujaribu, hataki kumwangalia Ali ibn Mahziyar ili asimpe aibu, kwa sababu anataka kutaja kwamba sababu za wewe kutoweza kukutana na mimi miaka yote hii ni nini? Sababu za mashia wangu kutoweza kuniona mimi imamu wao wa zama ni nini? Wanajidhulumu wenyewe, lakini nafasi ipo ya wao kuniona kila siku wakitaka. Lakini kuna sababu ambazo tunafanya hawezi wakaniona. Akamwambia la, uhitaji mtu kukuleta kwangu. Ali akauliza sasa kuna nini? Imam ndo akamwambia, anamwambia la walakinnakum kasantumul amwal, kwanza nyinyi mmeweka makini na concentration na nguvu zenu zote katika kutafuta mali. Kasantumul amwal, mmezidisha kutafuta mali. Akasema watajabartum ala dhuafa'il mu'minin, na mmekuwa majabari juu ya madhaifu wa waumini. Wale waumini madhaifu, nyinyi mmekuwa na nguvu juu yao, sasa mmekuwa ni wenye kiburi juu yao. Tajabartum ala dhuafa'il mu'minin, wingi wa kutafuta mali umewasababisha mpaka hamwahurumi tena madhaifu wa waumini. Yani nyinyi mashia kwa mashia, wengine wanapopata nguvu, wengine wanapokuwa ni wazazi na wengine ni watoto, wazazi wanakuwa ni majabari kwa watoto, wanajipa nafasi hata ya kuwanyima watoto chakula kwa sababu tu mtoto hajafua nguo. Wanajipa nafasi walimu ya kuwapiga sana wanafunzi kwa sababu tu mwanafunzi hajibu swali la fiqh. Tajabartum ala dhuafa'il mu'minin, kwa sababu huyu ndiye mwenye kampuni na kuna wengine pale ni wafanyakazi, basi hakuna mtu anayepumzika pale. Kila wakati ni kutishiwa na kutukanwa na kufyolewa na kudharauliwa na kukebehiwa. Mashia mmeyafanya haya nyinyi wenyewe kwa wenyewe, mnadhulumiana. Tajabartum ala dhuafa'il mu'minin, haya mambo tunataka tuangalie. Tumekithirisha kutafuta mali, tumekuwa majabari dhidi ya wale madhaifu katika sisi. Mwanafunzi anakuja madrasa kwa sababu yuko safu thani na kuna mwanafunzi yuko tamhidi, yuko pale mbele ya safu, anakuja na msukuma na muondoa, wewe ni mtoto kaswalie nyuma, mimi nasimama hapa mbele. Unaweza kuzungumza naye polepole kumwambia rudi nyuma polepole. Tajabartu, mimi ni tajabur hii pia katika dhuafa'il mu'minin. Ni vitu vidogo tunaviona ni vidogo, lakini ni vikubwa sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hivi vinatufanya sisi tusimuone imamu wetu. Alafu kwingine anasema waqata'tumur rahima alladhi
bainakum, na mkakata ule udugu ambao Mwenyezi Mungu ameuweka. Ndugu na ndugu wasalimiani. Mtu haendi kumsalimia mamake, hamsaidii mamake kwa kisingizio kwamba sasa hivi mama nimekuwa nina familia sasa, watoto wangu wanasoma, nina mke wa kumlisha, sasa nitakuangalia wewe ama nitaangalia watoto wangu. Wazazi wanateseka kwa kisingizio cha kwamba wewe umeoa, wakati ni naye mnatakana kuwa naye, kwa kisingizio cha kwamba wewe tu umeolewa, huwezi kumsaidia mzazi wako. Qata'tumul arham, sisi mashia kwa mashia baba yetu ni Ali ibn Abi Talib, lakini je, tunapendana na kusaidiana kama inavyopaswa? Sisi Waislamu kwa Waislamu baba yetu ni Mtume Muhammad, lakini je, tunasaidiana na kushirikiana vile na kupendana vile tunavyotakana kwa kuwa baba yetu ni mmoja? Huu udugu tumeukata. Imam anasema fa ayu udhrin lakum, nikasema Imam aliuliza, sasa mna udhuru gani sasa nyinyi wa kuja kukutana na sisi? Mna udhuru gani wa kutufanya sisi tuje tuishi baina yenu? Nikasema at-tauba thumma tauba, al-iqala, tauba, tunatubu na tunajutia. Kisha akasema yabna mahziya, laula istighfaru ba'dukum li ba'dhin, kama si wengine wenu kuwaombea msamaha wengine wenu, anasema la halaka man alaiha illa khawasu shia alladhina tashbahu aqwaluhum af'alahum. Lau si baadhi yenu kuwaombea msamaha baadhi yao, au lau si sisi kuwaombea nyinyi msamaha, mngeangamia. Watu wote katika dunia wangeangamia, wangebaki mashia wale khawas ambao maneno yao na matendo yao yanafanana, akisema kwamba mimi ni mu'min, katika matendo pia ni mu'min. Kwa hiyo hapa Imam anasema nini? Ni lazima tuombeane maghfira ili tusiangamie, na baada ya kuombeana maghfira ni lazima tuhakikishe kwamba sisi kama mashia matendo yetu na maneno yetu yanalingana, yaani sisi tunachokiamini na tunachokisema kiwe ni kitu kimoja, vilingane vitu hivi viwili, la sivyo sisi tutamtafuta imamu wetu wa zama na hatutaonana naye. Makosa tulionayo yamesimama ni kama ukuta baina yetu na imamu wetu wa zama, ni lazima tuyaondoe haya makosa, tufanye istighfar sana, tusome salawat sana, tuongee sana na imamu wetu wa zama, tumwambie kwamba tunamhitaji, tumuonyeshe kwamba tunamtamani, tumlilie, tumsomee nutba kila wakati, tumsomee ziara kila wakati, ili haya mapazia yaondoke na ili siku yake ya kuja kwetu iwe haraka, aje atuondolee hizi dhulma na ukorofi ambao upo uliojaza dunia, na ijaze dunia na usawa na uadilifu. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie sote tuwe ni katika wale ambao matendo yetu na maneno yetu yatakuwa ni yenye kufanana, yanalingana sawia. Tuwe na ikhlas katika matendo yetu, tuwe na bidii kama wanafunzi katika masomo yetu ya dini, kwa sababu sisi ndio ambao tutaendeleza haraka ya Imam Zama. Tutaondoka kina Hassan Roki, mtakuja nyinyi katika mimbari hizi. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na akili za kushika, wazazi wetu wajaliwe inshallah mapato yao yawe rahisi, waweze kuwasomesha watoto vizuri na kuwapa watoto maisha mazuri, na walimu wetu Mwenyezi Mungu awape maarifa, awajaze na mapenzi, awaweze kutulea zaidi katika njia ya Ahlul Bait alayhi wasallam, ili haya yote yaweze kutimia na faraja Imamu wa zama iwe karibu inshallah. Kwa ajili ya thawabu zake Imam, tusome mara 3 kwa sauti ala Muhammadin wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajil farajahum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.